Kwanza kabisa ningependa kushukuru wa viongozi wawili kwa sababu the truth is nobody was winning in this war. Raila akishikilia msimamo wake na Ruto akishikilia msimamo wake, you can be very sure nobody was winning in this war, but Kenyans were hurting. Mimi ningependa kusema hivi, asante sana kwanza kwa sababu mlikubali kuongea. Unajua hata kwa nyumba baba na mama wasipoongea watoto ndio wataendelea kuumia. Japokuwa lazima niseme hivi, unajua kuna vibaraka wenye huwa wanafuata mtu fulani. Sasa hawa vibaraka ndio sumu kwa huyu mtu. Ukiangalia mtu kama Rigathi Gachagua, I don't think kama Rigathi Gachagua akona wa Kenya at heart. Ukiangalia historia yake, Rigathi Gachagua ni mtu amekuwa DC. Na ukiangalia mahali alikuwa DC ni sehemu ya Molo. Na enzi yake ndio tulikuwa na Molo clashes. So kulingana na mimi, yeye ni mtu amezoea kuona damu ikimwagika. He does not understand the magnitude of confronting somebody like Raila Odinga. Yeye hajari, after all, sio yeye, the bus does not stop at him. Lakini tuambiane ukweli, the bus stops at somebody, and that is the president. Ukiangalia yale matako ambayo Raila Odinga alikuwa ameweka kwa meza, unajua hata hawa maaskari wenye walikuwa wanarusha tear gas, hakuna supermarket ya maaskari, wanaenda kwa supermarket the same kama sisi. Kwa hivyo wananunua bidhaa kama sisi, kama ni school fees watalipa kama sisi. Ule mzigo ukitulemea pia wao unawalemea. Tuambiane ukweli, wale watu wenye wajui shida ya Mkenya harisi ni watu kama Gachagua. Maana ukiangalia ile pesa ako nayo, hata ukisema kwamba sayungu umefika 10,000, hiyo 2 kilo packet, Gachagua anaweza nunua industry mzima peke yake. Lakini ukiangalia hao watu wengine wenye tumesimama hapa, ungo ukafika 500, ukweli sisi tunaweza kununua? Itatukalia vigumu kununua. Kitu kingine tufai tujue hivi, wakati unaangalia Raila Odinga anapigania kwamba uchumi rudi chini, Raila akona pesa, unga ukafika 50,000, anaweza nunua naenda kwake, anunulie paka wajukuu wake. Lakini tukiuliza sisi tunaweza kununua? Lazima tujue hivi, wakati wewe umeshinda kiti, haimaanishi kwamba yule mwenye hakushinda ni mjinga ama hana idea yoyote ya kurani serikali ama ya venye anaweza kufanya mikakati. Na kitu cha pili, siasa tusifanye kuwa adui, kwamba kwa sababu mimi nilipata, wewe hauna agenda, wewe hata hautoshei anything. Kumbuka kwamba wewe pia ni Mkenya, hana nchi nyingine pia yeye. The only place anaweza call nyumbani ni hapa Kenya. So ni vizuri, but let's hope this, mnapoenda kuongea, agenda yenye tadominate kwa meza ya maongezi ni agenda ya wananchi. Sio ni cheo gani fulani atapata, nani ataingia serikali. Unajua Ruto alitudanganya kwamba hata kwa anatengenezea wadosi vyeo, lakini ukiangalia kwa kabineti yake yote ni wadosi. Sijaona mama mboga hapo, unless kuna akina Millicent Omanga ni mama mboga na hatujaona watu wa boda boda huko. So chenye yeye alikuwa anapinga ndio amefanya. Let's hope these two people will sit together, they will bring the Kenyan agenda to the table, they will agree, and they will make a decision depending on how Kenyans want, not how themselves want. So that kwa sababu at the end of the day, our country must move forward. Tukumbuke hivi, wakati kuna maandamano ndio changes zinaweza kuja. Lakini tujue hivi, nobody is winning the war. Kenyans will be losing all the time.